Kwa Damaro niliona ni mchezaji ambaye ana uwezo wa kulinda back four vizuri Young Africans, mbali na kuwa kule alikotoka alikuwa anakaa benchi. Kwa hiyo wamepata mchezaji mzuri sana na unaona sasa hivi kwa hivi sasa baada ya ujio wa Damaro ni kama Yanga imekuwa na balance. Nyakati ambazo wanashambulia, nyakati ambazo wanajilinda. Imekuwa ni ngumu sana kuipita ngome ya Young Africans kwa sababu ya aina ya wachezaji ambao wapo. Kwa hiyo nafikiri ni wachezaji ambao wanapaswa tu kupewa muda, na cha kuomba ni kwamba wasipate majeraha. Naona wachezaji ambao watakuwa na msaada mkubwa zaidi kulinganisha na wale ambao walisajiliwa dirisha kubwa. Baada ya usajili wa Adepo, baadhi ya mashabiki wakasema basi tunaenda kusahau uwepo aliyekuwepo mshambuliaji wa zamani Mayele, kwamba ukiachilia mbali Mzize, lakini washambuliaji wengine wako hapa kitu kile ambacho walikuwa nakistahili wao wanakuwa nakitaka. Depo anaweza kufika kwenye level za Mayele kweli au kuanza kumlinganisha naye? Ni mpira, inawezekana ama akawa zaidi ya Fiston Kalala Mayele, lakini sio kwa urahisi kiasi hivi, kwa sababu Fiston Kalala Mayele unamtaja ni moja kati ya washambuliaji bora sana barani Afrika. Nafikiri kwa hivi sasa kila mshambuliaji anavyojitazama, hususan kwa wenye rangi nyeusi, lengo au matarajio yao ni kuwa kwenye level za Fiston Kalala Mayele. Kwa nini hivi sasa tunamlinganisha Depo na Fiston Kalala Mayele? Kwa sababu Mayele ameshathibitisha, ameshafanya. Kwenye kipindi ambacho tunamlinganisha Depo na Fiston Mayele, tukumbuke kwamba Mayele tayari ameshathibitisha akiwa Yanga, amethibitisha akiwa Pyramid. Kwa hiyo anaweza akafanya na akawa zaidi ya Fiston Kalala Mayele, lakini sio kwa urahisi kiasi hiko. Fiston Mayele ni namba nyingine ndugu yangu. Yes, yule ni moja kati ya wachezaji ambao hakuna beki yoyote ambaye anatamani kukutana naye kwa hapa barani Afrika. Energy, speed ambayo uko nayo. Kuna nyakati alikuwa anakokota mpira kutoka dimba la kati na kwenda nao mpira hadi kwenye eneo la box ya timu pinzani na anafunga. Kwa hiyo inawezekana, lakini ni sitaki niwe muongo ama tusimpe pressure pia Depo, kwa sababu changamoto ambayo pia wachezaji wanaipitia ni kulinganishwa na wachezaji ambao wameshathibitisha. Mfano, kwa hivi sasa kilio cha Simba wanataka kuishi kwenye past. Wanaitaka ile Simba ya 2018, 2019. Chini ya Patrick Ausems Uchebe, chini ya Steven Van der Blok, Didier Gomez da Rosa. Ile ndio Simba mashabiki wanaiota. Sasa lazima tuoke kwenye past afu tuishi kwenye wakati ambao tuko nao kwa hivi sasa. Endapo Simba watakubaliana kile kilikuwa ni kipindi na kimepita, inawezekana hata lawama zikawa ni chache kwa viongozi. Lakini endapo wataendelea kuishi kwenye past, lawama lazima ziwepo, kwa sababu wao wanachokitaka ni Simba icheze kwenye ule ubora wa kipindi kile. Bila ya kujali kipindi hiko walikuwa wanapitia momenti gani, viongozi ni wale wale au kuna mabadiliko wachezaji au kipindi tu, kwa sababu kuna vipindi kwenye ulimwengu, kuna vipindi, na ndio maana kuna kipindi cha masika, kipindi cha yani hivyo. Sasa hivi ni kipindi chao cha kulia. Ni kipindi cha kulia. Nyakati ambazo wao wanafurahia, Yanga alikuwa analia, atembeza bakuli na wao wanakumbuka. Kwao wanasema kulia kupokezana. Bwana, shukrani sana. Asante.